Your Excellency, Governor na waumini wote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, wakati nilikuwa ninasikia mhubiri akihubiri na ninaangalia chairman na Ladwa, I was wondering, hii msafara yako inaendanga tu ikipita inawacha Mathare. The next time you come, Your Excellency, hata Mathare iko Nairobi. Kuja huko, tuko na waumini, ukuje ushiriki na watu wa Mathare. And I am saying that, Your Excellency, because last year was a very difficult year. Very difficult, so much so that Mathare was the poster boy of ile disaster ilifanyika. Now, Your Excellency, I'm saying this also because I know that you have some plans to try to remedy some of this kupitia mambo ya ile river rehabilitation ya World Bank ulituarifu kama members of Nairobi. So that ile machozi iliwatoka, the people whose houses, lives and things were destroyed, can be able to rebuild it at least a little bit. Ikiwa vijana watapata kazi, the river will generate a lot of employment and other things along the river. Wakati utalaunch hiyo, Your Excellency, please start from Mathare. In recognition of the things that happened to the people, please start from Mathare. Na mimi nashukuru for another thing that has been mentioned here, the affirmative action. Your Excellency, you will not believe the amount of classrooms that was built as a result of that. Mathare lilipata 58 million. I am now opening the 32 classrooms as a result of that. If you add us another 58 million, Your Excellency, 1 billion, we will have sorted a big part of the infrastructure problem in Nairobi. Your Excellency, yangu ya mwisho ni kuhusu mambo ya housing. Your Excellency, housing will not only remedy issue ya employment pale kwangu Mathare, but you know that I mentioned this to you wakati ulikuwa unatubrief mambo ya river. Kwamba one ward in Mathare constituency called Hospital Ward, the entire ward is under the title of the police. Wakati siku moja wataamuka wajaribu kuhamisha, I will lose an entire ward. And I think the MCA is here, Mark Thiga, he will tell you. Your Excellency, you did direct, na KAIPS pia iko pale. We have a lot of infrastructures za serikali ziko pale, but unfortunately we cannot develop. I know that you want to put housing pale. I want to put TVET imesimama for 2 years. Governor wants to put KAIPS, which is mama pale. A directive from the cabinet, which I know you directed PS Omolo and Korir to bring before you in cabinet, will unlock that. Nimalize tu nikisema kwamba mimi, I am the biggest beneficiary and the happiest person kwa mambo ya broad-based. And ask me why. Your Excellency, leo ni Sunday. Ingekuwa ni hizo siku enzi zingine, leo tungekuwa tunakupangia kesho. Leo tungekuwa tumekaa mahali na chairman tunakupangia. Kwa hiyo harakati ya kupanga, wewe na mwenzako yule alienda, I got shot here, hii ni mguu haikukua. Wakati tulikuwa Riverside kwa Kajuang tunatoka, baba came back. Hii mguu wakati hiyo tu ya baba, hii mambo ya hii ya post election. Nikikanyaga hii mguu, rais ilikuwa inaangalia the other side. So today we would be planning for you for tomorrow. There is something in politics also called a health break. And I mean that literally for me, a health break. Ni kweli ama sio kweli? Sisi tuko katika hii broad base, mimi naita come we stay. Si ndio? Come we stay, ukikuja unaweka bag hapa, ukisonga kidogo, ukiona wanatengeneza mambo vizuri, unaendelea unaingia sitting room, si ndio? Mambo ikiendelea zamani unajipata kwa bedroom. Kama itatoka kwa bedroom imetoka mzuri ni sawa, si ndio? Ikitoka mbaya haijatengenezeka kwa Kijaluo unasema daka tionge, unaenda kama unatupa mikono, lilikuwa ninakula hata kama hauko. But I know, Your Excellency, it will not happen like that. Kwa hayo mengi na machache, asante sana. God bless you in the year 2025. Thank you. The clergy